Hakuna silaha mbaya kama maneno. Yaani kama silaha zilizopo, silaha ya maneno ni mbaya sana. Na ndio shetani anayoitumia, na ndio silaha kubwa kuliko yote. Shetani hawezi kutumia mtu, shetani hawezi kutumia hivi. Ndio maana ukisoma Biblia Isaya 54 pale kuanzia mstari wa 15, 17, anasema kila silaha itakayo inuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaosimama katika hukumu utahukumu kwa makosa. Kwa silaha ni nini? Maana yake ni ulimi hapo. Maneno kwenye ulimi inatoka nini? Maneno. Kwa hayo maneno hayatafanikiwa. Lakini pale anasema tazama, yamkini wanakusanyana. Si kwa shauri langu. Ndio. Shauri lolote lazima liwe na maneno. Yeah, of course. Shauri lolote lazima liwe na maneno pale. Anasema basi wote wakusanyikao kwa ajili yako wataanguka wote. Kwa lile neno tayari limeshatanguliwa. Kile kikao kabla ya kukaa kimeshatanguliwa. Ukitazama kwenye kitabu cha nafikiri Samueli, Samueli pale tunazungumzia Goliati, kabla ya kupambana na Daudi alitumia siku 40 usiku na mchana, akiyarudia maneno yale yale akiwatukana majeshi ya Mungu. Na ikafikia hatua hata mfalme akasinyaa kwa sababu ya maneno ya shujaa yule wa Gathi. Wakajiona timidi, wakajiona sisimizi. Yaani yale maneno alisema wenyewe, kwa kweli walikuwa na nguvu, walikuwa na ujasiri kwamba wao ni wana wa Mungu, wana nguvu ya Mungu, Mungu anawapigania, yuko nao. Lakini silaha ya maneno iliwashusha kutoka kwenye ukuu mpaka chini. Yaani maneno yanakutoa kwenye ukubwa, yanakuleta kwenye udogo. Hayafai. Dhamira ya mtu huyu ambaye anazungumza haya maneno mpaka yanipate mimi, kuna wakati mtu hadhamirii kile kitu, yani kuna ile utani kwamba mimi tumezungumza tu, sijadhamiria, ila tu ni utani, nikakwambia bwana wewe chogo lako ili lilivyokaa kiukweli sio sawa, au wewe bwana umekaa kama mnyama fulani, sijadhamiria, labda ni utani tu. Utani hii tu nayo inakuwa na athari zote. Uwe ni utani, neno ni neno, likitamkwa, likitoka kinywani, kama alijafutwa lazima litimie. Okay. Hii familia sijui kama mnaweza kuelewa. Nunga embe wewe. Kwa hiyo maana yake hata kama ni utani, basi tujue, kwa sababu kuna mazingira mtu anamwambia rafiki yake, ila unajua kenge sometime wewe. Kwa hiyo anaita kenge. Nimeona watu wengi wanaitwa kenge. Huyu kenge mkubwa huyu, hapana. Yaani dudumizi fulani. Neno lolote lililo nenwa lisipofutwa linaishi. Ndio maana umesoma hapo Mithali 10, maneno yake mwenye haki yana hekima, yana ndio. Lakini haya mengine ya mpumbavu. Unajua mtu hajadhamiria, maisha yenyewe haya magumu, sijui kama tutatoboa. Hapo anaona tu lakini hawezi kutoboa. Sasa mtu anaenda kazi hii, tunaenda kufanya, lakini hatupati chochote. Sasa kama upati chochote unaenda kufanya cha nini? Baki nyumbani. Mke huyu nimeoa tu, nimemhurumia. Kwa hukumpenda. Kwa hiyo inabidi muishi kwa kuhurumiana. Kwa kama mnaishi kwa kuhurumiana, mvumiliane. Kama ulimhurumia mtu si utamvumilia kukosea. Ndoa nyingi wanaishi kwa kuhurumiana, sio kwa kupendana. Hamna kupendana. Maana ndivyo hii ndoa ilianza na mapendo. Ilianza na huruma. Wakati mwingine unataka kusema ili usaidiwe. Sasa sitakiwi kunena kwa sababu naogopa yatanirudia. Mfano mtu ameniambia niazime shilingi 100,000. Kiuhalisia mimi hiyo 100,000 sina. Lazima niseme sina hela. Hiyo ni tatizo, sina hela. Na utakuwa huna kweli. Lakini mimi ukija ukiniazima hela, nitakwambia shingapi? 100,000. My God, nimeipeleka sehemu nyingine. Nimeiweka mahali siwezi toa. Hata kama si kweli. Sababu sijadanganya. Nimeiweka mahali kwenye ulimwengu wa roho. Sijaitoa bado kwenye ulimwengu wa roho kuileta ili nikukopesha. Lugha ngumu hii. Come on. Ukija ukiniuliza una hela shingapi? Ninazo nyingi
sana. Kwa sababu nina andiko linaniambia mbingu na nchi ni mali ya Bwana na wote wakao huko ndani ni mali ya Bwana. Na Bwana ameniambia kwenye Zaburi ya 2 mstari wa 7, anasema nitaihubiri amri Bwana aliniambia, ndiyo mwanangu mimi leo nimekuzaa, uniombe nitakupa mataifa kwa urithi wako na misho ya nchi kwa milki yako. Kwa ngoja nikuulize, hela ziko wapi? Ziko mbinguni, ziko duniani? Ziko duniani. Kwa hizi ni urithi wangu mimi, ila sijazichukua. Natakiwa nizihamishe. Sasa akikwambia nichukulie fast hapo, asio hawezi kunachukua mimi ninapotaka, sio kwa kuambiwa na yeye. Turudi kwa kuangalia nini kazi ya maneno kwanza. Maneno yapo kwa ajili ya nini? Maneno ni maneno yaliyotamkwa. Ambapo yapo yaliyopo kwa ajili ya wema na yapo yaliyopo kwa ajili ya ubaya, ila yote yametamkwa. Kondo maana ni lazima yashughulikiwe. Yaliyotamkwa kwa wema yashughulikiwe, yalete mema. Yaliyotamkwa kwa ubaya yashughulikiwe. Unamkuta mtu anaolewa anasema ameolewa, sijui kama hii ndoa itadumu. Yaani wewe mtu anaolewa unaanza kumtabiria ndoa kutokudumu from day one. Unaoa wewe ni babu na unawekewa kikao na familia. Wakwambia uangalie wanawake sio watu wa kuamini. Kwa uwazi kumwamini mtu ambaye unamvulia nguo kila siku. Unaambiwa wanawake sio watu wa kuamini. Sio wanawake sio watu. Anaishia hapo kwanza, sio watu. Kwa umeoa nini? Na yule aliyeoa ni mwanamke. Kwa kama sio mtu ni nani? Kwa hiyo kwa kifupi kila neno lililopo haliko kwa bahati mbaya, lina kusudi fulani. Ukisoma Waefeso 6 anasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Jambo lolote linalotokea limeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Haya maneno yako kwenye ulimwengu wa roho, lakini yanaleta effect kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hii nila ilianzia kwenye ulimwengu wa roho na ilitamkwa kwenye huko, hakuna aliyeshughulikia. Kwa yale maneno yanaishi, inakuwa carried forward. Huko akina maendaenda wataki kuwa na magari, kwa inaishi. Wanatakiwa wakiwa na hela, lakini wakati wanakufa wasiwe na hela. Kuna mtu alitamka tutaona. Kwa unakuta wanaenda pale, kuna familia nimeiona wanapaa juu wanakuwa nazo, lakini inapofika kabla ya kuondoka lazima washuke chini, afu ule utukufu wa upo. Na maneno haya ambayo tunasema sasa hakuna neno liko tu hivi, kila kitu katika ulimwengu wa roho, na kwamba kina madhara, kina madhara. Kwa kifupi, Mungu ndo anayesababisha hayo maneno yawe na madhara, au maneno yenyewe au mamlaka ya ulimi ina uwezo wa kufanya kitu hata ambacho Mungu hakitaki? Ulimi hata kama Mungu hataki, iko kwenye uwezo wa ulimi. Nafikiri nimesoma Mithali 10 pale, unaona uwezo wa ulimi. Alafu na hata ukisoma Mithali 13 mstari wa 2 anasema mtu atakula matunda ya kinywa chake, bali nafsi ya mtu jeuri haini itakula jeuri. Mungu alipoanza uumbaji alianza kwa kusema kinywa cha Mungu kina mamlaka. Kuna Mungu alipomuumba mwanadamu aliweka mamlaka kwenye ulimi wake. Mamlaka ya mwanadamu haiko kwenye mikono, haiko kwenye miguu, iko kwenye ulimi. Ndio maana unakusudia afu unapolitamka linakuwa. Kwa mamlaka yoyote, nguvu iko kwenye ulimi. Uwe ni wa mtu aliyeokoka au hajaokoka, kuna nguvu. Ndio maana kwa kugundua hili kosa lilifanyika, mamlaka niliweka kwenye ulimi. Ikabidi Mungu awaambie watoto wake kwenye Isaya kwamba kila silaha itakayoinuka kinyume chako haitafanikiwa, na kila ulimi katika kuhukumu utahukumu kuwa kukosa. Na anasema nimemuumba mharibu ili aharibu. Na mharibu yuko kwenye kinywa. Silaha aliyokuwa anaisema sio chuma, sio risasi, ni kinywa. Kinywa hiki kinafanya mema, kinywa hiki kinaharibu. Uko hivyo ulivyo ni matunda ya kinywa chako. Kama sio chako, ni matunda ya kinywa cha babako na mama yako.
kama sio mama yako na baba yako, ni matunda ya kinywa cha babu zako na shangazi zako, ni matunda ya ancestors waliotangulia wamekaa pale. Unakuta kuna maneno yametamkwa hapa mahali hapata kapa endelee, ni makazi ya nungu. Kwa kila mtu anayekuja kujenga hapo nyumba anaishia, haifiki hata kwenye madirisha. Lazima akutane na janga, kwa sababu hilo eneo haliruhusu maendeleo. Kuna neno lilitamkwa. Nilipita mahali nilikuta nyumba zote hakuna iliyokuwa finished. Ni eneo liko karibu na mji, lakini haliwezi, kwa sababu hamna jengo lililokamilika. Hamna lililokamilika. Kwa hiyo nilikasirika, nikapita pale, ikabidi nipite na waombaji kushughulikia kubomoa hizo roho zilizokaa pale, zinazosababisha pasiwe na maendeleo kwenye hilo eneo. Baadaye tunakuja kupita, baada ya miezi mingapi, kuna majumba yameota hapo, yamekaa vizuri. Lakini kuna sehemu nyingi tu unakuta kuna mabadiliko yako hapo. Kuna sehemu nilipita hakuna mmea unaota. Sio jangwa, lakini hata nyasi hazioti, ziko hapo pakavu. Sasa yule mtu ananiambia kunchi kwamba kuna mchwa, hakuna. Nikamwambia no, there is problem somewhere. Ngoja tubariki mji. Nikawaambia wale wenyeji walioko pale, akisheni kabla hujaondoka kila mtu abariki huo mji, kwa sababu Mungu amekuweka hapo ulale. Kwa kuna mtu alianza kubariki. Alianza kubariki, akajikuta sijui ametoka amechukua kaua mahali amekapanda pale. Lile huwa likaota likasa, akapanda maua kwake yakastawi vizuri. Mbona yalikuwa yanakuja na shuka? Mtumishi, maua yalikuwa hayaoti. Kwa sababu tayari amebariki, ametangua laana iliyokuwepo pale. Yaani kuna maneno yako ardhini yamesema, si nimekwambia usiku usemezana. Na usiku na mchana usemezana. Kwa ni maneno gani yapo kwako? Wakati tunatazama Biblia kwenye Agano la Kale, kuna matukio mengi ambayo yalikuwa yanaonyesha kabisa maneno ndio yalikuwa yanatumika kama silaha, kama ambavyo wamesema mtumishi wa Mungu. Tunaona mfalme Balaki anamwalika Balaamu mwana wa Peori kwenda kuwalaani Waisraeli wakiwa kwenye matuo, lakini akawa akitaka kusema maneno mabaya, Mungu anageuza ulimi, kwa sababu Mungu anaijua mamlaka ya ule ulimi, inaweza kutamka kitu fulani. Lakini pia Goliath, kama tulivyosema, kabla hajapambana nao akaanza aliwashusha kwa maneno. Yaani Ibilisi kabla hajakumaliza anaanza na maneno, anakuletea Timo. Unajua watu hawakupendi kabisa. Hilo eneo ulikuwa unaenda kila siku, tayari amekwambia watu hawakupendi. Kifuatacho nini? Anakukatisha tamaa, pale mali utaenda? Hapana. Kwa unaanza kwenda, unaanza kumwona hivi ni Irene, ni prayer, ni Sekera, ni Pendi, ni nani. Timu, unajua pale ofisini kwenu kuna wanafiki wengi. Wanakundia zengwe. Yaani siku zote ulikuwa ukifika ofisini unaacha kila kitu, umeshaambiwa kuna wanafiki wanakundia zengwe, ulipo na pochi yako ipo. Uamini tena, ukinywa maji ukiacha, yani unaanza kuishi kwa hofu. Yani Ibilisi cha kwanza anakuondolea ujasiri. Maneno yanakuondolea ujasiri wako kwanza. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, umewekwa front line. Ukiwekwa front line utaki kuangalia kushoto wala kulia. Unatakiwa umwangalie adui yuko wapi na anakuja. Sasa uko front line unasikia watu wanapiga kigeregere. Unageuka kuangalia kigeregere kinatoka wapi. Adui atakupiga shaba. Maana anakutoa kwanza kwenye attention yako. Kwa maneno lazima yakutoe. Mfano mengia, nataka nimtafute Mungu this week, lazima niwe na Mungu, nifanye hiki, niko hiki. Ile unajipanga tu hivi, anakuletea habari mbaya maneno. Unajua watumishi wamegeuza tu kanisa kuwa mradi. Unajua wako 1, 2, 3. Anakupa habari mbaya za watumishi. Kwa sasa wewe ulikuwa umejipanga usikilize neno la kukutoa, ile mtumishi anasimama anaanza kuhubiri, na ngaya jamani, hivi mtumishi tumpe kweli ndio anafanyaga hivi? Hivi akifanyaga hivi anakuwa na sura gani? Hivi akiwa kwenye hili jambo anakuwaje? Unaanza kuangalia yale maneno yanakutoa.
Unajua watu wengi wanakuwa kanisani afu wana vikao vingi vinapita kwenye mawazo. Kutokana na maneno waliosikia. Maneno yananajisi masikio. Maneno yananajisi mtazamo wako. Maneno yanazuilia watu wa kukusaidia wasikusaidia. Yaani yule mtu anambia, unajua ulikuwa unasema kwamba Irene, umesema kwamba hivi ya maneno yote yanaweza katokea hivi. Tukienda kwenye kitabu cha Ezekiel 11. Ezekiel 11 na hebu tuanzie mstari wa 2 pale. Na haya yote pia ni maneno haya. Kwa hiyo umejuaje kama ni maneno? Sisi unaona yamekuja neno la Bwana likanijia kusema. Neno la Bwana. Kanijia kusema. Ngoja kuna tendo la Bwana lilinijia. Neno la Bwana. Likanijia kusema. Ndio. Ezekiel umepata hapo ile? Ezekiel 11. Mstari wa 2. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Akaniambia, ni maneno Mungu anamweleza intention ya wale watu. Watungao uovu. Hivi uovu unatungiwa, si hawa wako pamoja, lazima kuna maneno wanayozungumza ambayo wanatengeneza hilo eneo liweje. Sawa sawa. Watungao maovu juu ya mji ule. Kwa yale maovu walioyatunga ndio yanapata watendaji. Kitu cha kwanza kabla ya utendaji lazima neno lianze. Alafu ndo nafuata tendo. Alafu mashauri. Wametunga mashauri wanatoa, huo ndio utendaji tunaenda sasa. Alafu ndo utekelezaji. Kwa neno lazima kwanza lianze. Unaanzia kwenye wazo, neno, na tamkwa kwenye tendo. Tendo. Kuna hii elimu ambayo pia nilipotamani mtumisha tufafanulie hapo kwenye engo, kwa sababu haya sasa ni maneno ambayo watu wameyazungumza. Mtu fulani amezungumza kwa ajili yangu. Mama, mzazi au nani, kwa vyovyote vile tumekubaliana kwamba maneno hayo yanakuwa na nguvu, yana mamlaka. Lakini tunakuja kwenye neno la kwangu mwenyewe. Biblia inasema mtu hutegwa kwa maneno ya kinywa chake mwenyewe. Na matunda ya ulimi nini na nini, vitu kama hivyo. Mimi naongelea jambo langu katika uhalisia kabisa. Natamani kuwa mkweli. Jamani, mimi sina hela katika hili swala. Mimi sina hela. Ndivyo ilivyo, sina. Lakini mbili, naweza kuzungumza kwamba jamani, mimi mdogo, ni mdogo tu katika mimi, wakubwa kuliko mimi. Nazungumza uhalisia ambao unaonekana kwa macho. Ukimtazama wa kawaida, hili neno ambalo ni kweli, na mimi hivyo ndivyo ninavyoona mtazamo wangu. Mtu na maneno yake mwenyewe yanaweza kwenda kina kiasi gani kuharibu baadaye wake? Yanaenda kina kirefu, kwa sababu utakiwi kuzungumza hali halisi unayoiona. Unatakiwa uzungumze kile unachotaka kukiona. Mfano, neno linasema ujana wako utarejeshwa kama tai. Mimi hapa, kadri siku zinavyoenda, mimi sizeeki. Nazidi kuimarishwa na kuwa kijana. Mtumishi wa Mungu hazeeki. Ni kazi pekee ambayo haina retirement. Yaani kadri unavyoenda ndivyo unakuwa renewed, unakuwa binti mdogo. Kama unavyoniona nilivyo na macho makubwa mazuri na kasura kazuri, sionekani kama mzee. Lakini mimi ndio wale wazee tukao baki kuwaelezea vijana Mungu alifanya nini katika zamani. Watakuja kujifunza kwetu. Kwangu mimi. Sawa. Kwa mimi sifi leo, sifi kesho. Sawa. Bado nipo. Ikitokea hapo. Inatokeaje? Kwa mfano tu. Utakusudia jambo na jambo litatimia. Makusudio yangu mimi ni kubaki niwasaidie vijana watakao kuja. Kwa sababu kizazi cha wacha Mungu kinapungua. Tuko wachache, ndio sisi tunaobaki. Jenzia wanatuhitaji sisi. Kuna kizazi kitakachotufuata, sijui kuna millennium wanatuhitaji sisi. Ambao tulikuwepo, tulijifunza imani huku tumeibeba. Kwa hii imani tunahitaji kuipakiza. Sasa hawa kuwapandia hawa, inabidi tukusanye, tutapata wachache. Kwa sasa naanzaje kufa mapema mimi? Mungu hawezi kuniondoa mapema. Lengo nirudi pale kwenye kutaja uhalisia. Sasa umezungumza labda kwa mtu mwenye haki kwamba anatamani kuona kile anachokiona. Kukitamka kile ambacho anatamani kukiona. Kwa upande wa mtu sasa ameiba. Na kweli ameiba.
hiki kitu amefanya kweli, sio kuiba, labda amefanya zinaa, amezini. Lazima ukiri. Lazima ukiri, ungamaneni dhambi zenu. Si unatamka kile ambacho unatamani kukiona kwamba mimi sijazini. Mimi sitaki kuiona hii mistake bwana. Lakini ndio unaenda bwana, unasema mara nyingi na kukosea, lakini rehema zako zimekuwako tangu mwanzo. Kwa hiyo watu wakikuuliza bwana, vipi umefanya hujafanya, unasema sijafanya. Kwani wao zinawahusu nini? Mfano, makosa yangu mimi yanakuhusu nini wewe mpaka ujue? Kwani wewe hujakosea ya kwako? Tunaishi katika jamii ambayo inaisimamia misingi ya katiba, misingi hamna ya katiba, tunaenda taratibu. Tunaishi sawa sawa na neema ya Calvary. Sawa. Kuna yule mwanamke alizini. Akakamatwa akapelekwa ili abondwe mawe. Wakamuuliza, sema ulivyozini ilikwaje? Yesu akati tumemkuta huyu amezini. Yesu alichofanya hakumuuliza umezini kweli? Ilikwaje? Akaanza kuchora chini. Alivyoanza kuchora chini, akawa anawakumbusha kila mtu dhambi yake. Ni kweli huyu amezini na huyu mtu, lakini wewe ulizini kwa akili. Kweli mimi nimezini, umeniona niko na nimezini na huyu baba. Lakini wewe ulizini na mke wa mtu, tena wake za watu. Umewapigia mahesabu hata. Umeficha hujasema. Kumbuka. Ile ni mbaya. Lakini nyingine ulifanya hakuna mtu aliyekuona. Mimi dhambi yangu imeonekana. Ya kwako wewe ile hila uliyokuwa unataka kuweka chumvi kwenye injini ya gari ya mwenzio. Roho mbaya. Hatari sana. Wakadondoka wote, akabaki mwenyewe. Alivyobaki naye hakumwambia usizini tena. Alimwambia wako wapi waliokushtaki? Wameenda, na mimi sikuhukumu. Nenda zako, usitende dhambi tena. Yeye ni Mungu wa msamaha. Sasa lazima ujue kwenye haya maneno pia kuna ambao wanamwakilisha shetani na kuna wanaomwakilisha Mungu. Mungu neno lake linasema mimi ndimi, mimi nami ndiye afutaye makosa yako kwa ajili yangu. Nitazitupa nyuma dhambi zako, wala sitazikumbuka tena. Mungu hatakagi kuaibisha mtu. Lakini ndio yenu na iwe ndio nakuuliza. Mungu hataki kuaibisha nini? Mtu. Lakini shetani ndio anaendaga kuzichukua dhambi kule nyuma. Anazileta mbele ya mtu. Unajua wewe ulizini. Mungu hawezi kukumbusha. Anakukumbusha. Lakini yeye amesema sitazikumbuka. Mungu hakumbuki. Na ameziweka huku. Sasa wewe unayekuja kuzichukua huku umezini. Inakuhusu nini? Nilikuwa najaribu kujengea hoja hii. Hiyo hoja haikubaliki. Sawa, inawezekana haitakubalika, lakini ndio mazingira. Sasa akija mfano ukiniletea swali kama hilo, umezini kweli? Nitakujibu inakuhusu nini? Sasa hii imekuja kwa mfano Irene, tupo nyumbani na mama anauliza nani kala hii mboga hapa? Au niliweka chungwa pale nani kalibwenga? Mimi nimekula, lazima useme. Nitasema mimi nimekula. Hiyo naweka wazi. Nimekula. Maana anataka kujua nani kala. Okay. Ili tujue mgao unakuaje wa machungwa mengine. Machungwa yenyewe nyumbani tuko 10. Machungwa kwenye mfuko yako 9, yamebaki 9. Yalikuwa 10 tumekuja. Limepungua moja. Sasa nani? Sasa unatamka ambao nataka kuliona sasa. Kwa mimi nimeshakula la kwanza. Ukirudia mara ya pili kupata. Mimi natamani tujenge hoja kwa upande huu ya kwamba Biblia inazungumza kwamba mtu akishampokea Yesu Kristo anasema tazama ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Ina maana huyu mtu kila kitu chake ni kipya. Mungu ameshamsamehe kila kitu. Brand new. Sasa wewe unaniletea habari za kale za nini? Vile vitu ambavyo watu walivizungumzia huko vinakuwa na vyenyewe vimefutika. Sasa ndio unarudi wewe kuvifuta kwenye ulimwengu wa roho. Tena zisikushikilie. Yesu ameshasamehe. Yameshaenda. Lakini kuna yule adui anavichukuaga nyuma kuvileta huko. Kwa ni lazima uvifute kule na uvifute kwenye kumbukumbu zao.
Namna gani sasa tunaweza kutoka katika maneno haya ya watu kama hivyo, nafutaje, nawezaje kuyaepuka? Sababu mwingine amesema hapa kwamba mtu unaweza usiyasikie. Mimi mtu amenisema huwezi ukasikia. Mfano ndio tulikuwa tunazungumzia hapo, ulikuwa unaendelea. Hawa ndio wale watu watungao maovu na kutoa mashauri. Wakati wanatunga hujasikia. Sikuwepo. Na wanapokuja kukupa mashauri wanakuja kama malaika wazuri hivi. Lakini sio. Kwa sasa ni lazima ujue. Unashughulikiaje? Kipindi kilichopita nilikuwa nazungumzia Yesu alifanya nini msalabani. Tulizungumzia taji ya miiba. Ile taji ilibeba mambo mengi sana. Lakini kwenye taji ya miiba kuna damu ilimwagika ikaenda masikioni. Ilishughulikia maneno yote tuliyoyasikia. Ilishughulikia au inashughulikia? Na inashughulikia, ilishughulikia, inashughulikia, itashughulikia tuliyoyasikia yaliyosemwa. Kwa unapoita ile damu kufuta haya maneno yaliyo neno usiyoyajua, ile damu inafuta, inaondoa kumbukumbu. Yani ni kama kirusi unakipeleka kwenye mafaili yalikowekwa, inaenda kutafuna mafaili ambayo wewe huyajui. Unakwenda unaangalia ile damu ilishuka ikaenda kwenye macho. Kuna mambo tuliyaona, kuna maneno tuliyasoma. Tuliyasoma, kuna barua tulizisoma, kuna message tulisoma. Hati za talaka zilisoma. Sio hati za talaka, ubaya ulionao, ubaya tuliofanyiwa, message. Watu mambo aliyosoma wanajua tu yako kwenye madaftari, na kuna na simu nazo, kuna mambo tulisoma. Sijui umesoma nini kiliumiza moyo wako. Na moyo ukiumia unaua kila kitu. Ansa moyo huwa mdanganyifu. Una ugonjwa wa kufisha. Vitu vingi ambavyo tumekuwa tukipita navyo ni kuanzia pale ambapo moyo ulipoumia. Moyo ulipoumia matumaini yalipotea. Moyo ulipoumia, kama biashara ilikuwa inaenda vizuri iliharibika. Moyo ulipoumia, sasa maneno ulivyosikia ya kuumiza ukaanza kuharibu kila kitu. Kwani lazima urudi. Damu iliyopita kwenye pua iliyosababisha ushindwe kupumua. Biashara haipumui. Ndoa haipumui. Watoto hawapumui. Kazi haipumui pia. Yani unajua kuna maneno ujui yamesema, unafika tu kazini unakuta kila kitu kimekubadilikia. Kwa damu ile ije inayosababisha unashindwa kupumua kazini. Kuna watu wapo kazini maneno yaliyosema yamepelekea wapande vyeo, hawaongezewi mshahara. Yani kuna habari mbaya. Nilikuwa naongea na familia moja. Yani kuna mtu kukiwa na shida yeye ndio anaitwa kusolve tatizo. Lakini kwenye kupandishwa vyeo wafai. Haitwi. Kwenye safari za hela haitwi. Vigezo unavyo. Vigezo vyote anavyo. Kuna maneno yako hapo yanamvuta nyuma. Amekuwa tu spare tile. Ameenda hapo. Yuko hivi, tunataka tangazo zuri hivi litakuwa hiki. Hii maenda timu anaweza. Anakuja lile tangazo linatoka. Lakini diri ya hela timu hafai. Kuna jambo la ukuu hili kimeshindikana, hiki kimeshindikana. Mwita Irene. Atakiweza hiki. Lakini Irene akitengeneza hakiji kwa jina la Irene. Akishatengeneza mpelekaji ni yule aliyekichukua na kipeleka, sio Irene. Ni mimi, kwa naonekana mimi ndio nimefanya. Irene haonekani. Kwa kuna maneno yaliyotamkwa ya kukufuta usionekane. Halo? Amen. Halo? Amen. Umeshaona hapa. Ndio maana kitu cha kwanza maneno yaliyosema, tunakwenda kwenye Isaya 14. Isaya 14 23. 23. Okay. Hebu twende hapo hadi 26. Okay, Isaya 14:23 iko hapa. Biblia inasema Bwana wa majeshi ameapa akisema, hakika yangu kama vile nilivyoazimia ndivyo itakavyokuwa, na kama nilivyokusudia ndivyo itakavyotokea, kwamba nitamvunja huyo Mwashuri vipande vipande katika nchi. Umeanzia 26. 24. Nimeanzia 24. Anzia 23b. Naanzia 23b. 23b anasema, nami nitaifagilia mbali kwa ufagio wa uharibifu, asema Bwana wa majeshi.
Bwana wa majeshi ameapa akisema. Kwa unafagia nini? Hayo maneno. Okay. Ya uharibifu, fagilia mbali yasiwepo, lazima uazimie moyoni. Sasa nafagia maneno, yani sijui kwa nini alisema, lakini nafagia. Fagilia mbali, fagilia mbali. Afu ndo yani azimia, Bwana mwenyewe ameapa. Kwa kuna maneno ambayo kukiangalia hapo Avanza nitamvunja vunja huyo Mwashuri vipande. Maana ni taifa kubwa liko hapo. Ni mtu mkubwa yuko hapo. Kwa hayo maneno fagia yawe yamenenwa na mtu mkubwa au mdogo. Ndio. Kwa tunarudi kwenye damu ya taji ya miba. Ndio tunadiru nayo. Hapa ndio inashughulika na maneno. Yani kuna damu ya mijeredi, I think nilizungumzia. Mijeredi, lakini kuna damu ya kwenye misumali mikononi. Kuna damu ya miguuni ya mkuki, kwanza miguuni msumali ule. Lakini kuna damu ya mkuki ubavuni. Ile ubavuni inashughulika na majeraha yote ya moyo. Unapoona una maumivu ya moyo, unashughulika na mkuki. Ile damu iliyotoka. Okay. Haya ni maumivu ya siri ambayo uwezi ukayatoa. Kwa unaita ile damu iliyotoka hapa ije gange jeraha la moyo. Lakini damu ya kwenye taji ya miba ilivyotoka puani ilikuja mdomoni. Maneno yaliyonenwa na wewe na wengine wowote, kwa sababu walizungumzia, walitumia mdomo. Sawa. Kwa lazima ufute kwa kutumia hiyo damu. Ndio. Haya maneno ambayo tunazungumzia ya kunenwa na watu. Ndio. Na yenyewe ni damu iliyopita mdomoni au iliyopita masikioni. Sasa yaliyozungumzwa na watu kuna uliowasikia. Kwa hapa nimesema damu unayoshughulika ni ya kwenye taji ya miba. Kwa itaangalia haya yanayokuzuru uliyasikia. Habari uzosikia itaenda kwenye masikio yako kufuta. Sawa. Lakini pia hii damu itaenda kufuta maneno yako ukutani. Kwanza lazima ujue maneno yanakaaga wapi. Maneno yako kwenye jua. Mchana usemezana na nini? Na mchana. Kwa kuna maneno yamekaa kwenye jua. Usiku usemezana na usiku. Yako kwenye mwezi. Sawa? Kuna maneno yako baharini. Kuna watu wameenda kunuizia kule wakatupa bahari kaenda. Kwa bahari yamefika mpaka Bombay, wewe hujafika Bombay. Okay. Kuna maneno yako njia panda. Kuna maneno yako mlimani. Kuna maneno yako mtoni. Kuna maneno yako ziwa Nyasa. Timo. Kwa vyote hivi mfano wewe unatokea Bombay Nyumbi au unakule kwenu Songea sehemu gani? Nyasa. Kule si kuna ziwa. Kuna maneno yametoka yako kule ziwa Nyasa. Sasa kwenye ziwa Nyasa yako Litui yamefika mpaka Malawi na Zambia. Yameenda mpaka Zambia. Lakini kuna mtu umetoka kule Ruvuma. Kuna maneno yamenenwa Ruvuma inaingia baharini, bahari ya Hindi. Kwa kuna maneno yameenda wapi? Yameenda mpaka India huko. Unatakiwa ufute. Sasa wewe tafuta tu bahari ya Hindi imepita wapi kote huko inakuhusu. Njia panda ngapi zipo? Kwa unaenda ndio unakutana, kuna andiko nikakutana nalo. Akasema nchi andika kwa habari za mtu huyu. Nchi imeandika. Unaikuta kwenye Yeremia anasema kwa habari, andika hana wazao, andika hata kaa tawale milele. Nchi andika hata kawe na kitu, yani akizaa au watoto wake wataki kutawala hata mmoja. Kwa hiyo kuna maneno yapo kwenye nchi pia. Ndio. Kazi ipo sasa. Maana kila sehemu sasa tutakuwa tunazungukwa na maneno. Kwa sasa unatakiwa ufute. Kwa hiyo unakuta wewe ukikanyaga nani? Huyu ni Timo ni nini? Mtoto wa maendaenda ni nini? Hawa ni wale hawataki kuwa na magari. Kwa unaenda kununua gari unakutana na tapeli. Anaondoka nalo. Upati yeye ameshaondoka na hela. Nchi imeandika habari zako. Kwa hiyo maneno yanatakiwa yafutwe.
tunaita damu ya Yesu Kristo ina nguvu. Ndio maana wanasema there is power, mighty power in the blood of Jesus Christ. Kazi yake ni kutakasa na kuosha, itafuta. Kwa kuna hii damu iliyotoka kwenye miguu, hii inafuta njia zetu tunakopita kote. Kinachosumbua hii ni ile misumari, damu iliyotoka miguuni. Inashughulika na nyayo zetu. Ya kwenye mikono inashughulika na kazi za mikono. Sasa ya maneno yaliyoandikwa ni lazima tutumie kwenye taji ya miba, kwa sababu ni midomo iliyosema. Are we together? We are together. We are actually together. Do you catch me? Yeah. Kwa unaanza kuangalia, kwa unaanza kushughulikia, ninafuta maneno yaliyoko angani na yaliyoko ardhini. Angani tunajua. Angani kwa maneno yote yanayonihusu mimi tumpe yaliyoko angani. Yaliyoko kwenye jua na mwezi na nyota ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Maneno yote yanayonivutia nyuma yanaweka baadaye wangu kuwa mgumu, ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Okay. Maneno yote yaliyoko ardhini ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Maneno yote yaliyoko kwenye kuta yote iliyobeba maneno ninafuta. Vikao vyote vilivyokaa na kwenye viti, maana hata hapa kwenye kiti kuna maneno. Okay. Laiti ungefunua uone maneno yaliyoko yanayosema hapo, usingekalia kiti. Kwa ninafuta hayo maneno. Tunazungumza kwa pengine nimetamkiwa sina hatia, lakini kuna vile vitu ambavyo najua kabisa nimevifanya. Yaani nimekutwa na mume wa mtu, kweli nimetembea naye. Yule mtu anavyotamka yale maneno ni haki yake, kwa sababu kweli nimemuumiza. Haya naanza kufuta kwa kusema natumia damu ya Yesu, na wakati kweli nimefanya lile kosa. Mbona kama ni ubaguzi fulani hivi? Cha kwanza, ukijua kosa unakiri. Unamgeukia Bwana. Unatubu. Unajuta hutalirudia. Na kama hutalirudia, hakuna mtu anatakiwa ibebe ile dhambi ya kuletea mbele, hata kama na uhalali namna gani. Ndio maana tukisoma Zaburi ya 103 mstari wa 3 anasema akusamehe dhambi zako zote. Hajasema ataacha hizi. Kwani dhambi ni ya kutembea tu na mume wa mtu au mke wa mtu? Mbona dhambi ziko nyingi sana? Lakini yeye anakusamehe dhambi zako zote na kuyafuta makosa yako yote. Au komboa, kwa sababu dhambi inaleta mauti. Kwa anaukomboa uhai wako na kaburi. Anakuvika taji ya fadhili na rehema. Bwana ndiye atendaye mambo makuu na ya haki. Hukumu za haki ziko kwake. Ila sisi, kwa sababu asili yetu tulimkosea, kuna dhambi, tumekuwa na tabia ya kumbeba Ibilisi, baba wa uongo. Ndio tunachukua tunakumbusha, yule alitembea na mume wangu lini? Leo, jana. Ya kale amefanya nini? Yamepita. Kwa hiyo niletea habari za jana, niambie habari za leo. Okay. Sasa hapa Irene, kwa kweli tutakuwa tupo na tuna kazi kubwa sana. So, kama maneno yapo kila mahali kwenye jua huko, jua linatuangaza, lakini linatuangaza na maneno yetu yaliko kule yanakuzomea hivi. Unakanyaga ardhi hapa, unapiga selfie, kumbe hapa chini kuna maneno yanazungumza kwenye hiyo selfie yako. Yanakuambia, anakuambatanishia na sura yako. Anakuambatanisha na sura yako na kochi na kila mahali kuna maneno. For how long, kwa muda gani mtu anaweza kufuta hayo, kusema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu? Ili kuhakikisha kweli. Ukizamilia nafuta, utaona na mwenyewe utaona kuna wepesi. Unajikuta unahitaji pesa, lakini pesa haziji. Kuna maneno yamezuilia pesa. Okay. Nilikuwa nazungumza na wewe maendaenda wakati fulani. Nikamwambia una watu wengi unafahamiana nao. Ndio. Wenye hela, si ndio? Je, hela zao zinafahamiana na wewe? Hapana. Kuna watu wakuu wengi unafahamiana nao. Je, ukuu wao unafahamiana nao? Hapana. Una mawaziri unafahamiana nao? Kweli. Wamekuwa na ziara zao kama mawaziri.
Wamewahi kuita uongozane na wewe wakakutumia tiketi uende huko waliko? Hapana, mimi na viatu vyangu. Wewe unaenda na viatu vyako. Mimi na viatu vyangu. Hawakati hata tiketi ya ndege. Hapana. Kwa sababu ule ukuu wao haukufahamu. Ila yeye anakufahamu. Yeye anakufahamu, wizara yake haikufahamu. Yeye anakufahamu, hela zake hazifanyi nini? Hazifahamu. Sasa kuna maneno yamesema huyu hataki kushika hela zaidi ya milioni. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, yani yeye kazuiliwa sasa. Haruhusiwi kushika hela. Sasa kuna mtu anataka kumpa milioni 5, akasema nataka nikupe milioni 5 ya mtaji. Afu yeye amemuuliza, yule mtu akamuuliza, kwa mtaji unataka upewe kama shingapi, unaweza kufanya biashara hiki. Nikasema yani if I was me. Na huyo mtu anayeniuliza ni mtu mkuu ambaye anaweza kanipa hata 50, 100. Pale ningemweleza biashara ya milioni 100 ya ngapi. Sema yeye akamwelezaje? Akambia lakini biashara zipo nyingi. Mfano hata biashara ya kuuza spare za pikipiki inalipa. Mimi nikajua hapa atapiga akachukue spare Dubai, wapi azilete Tanzania. Akambia zipo na frame ya kuuzia ninayo, kabla sijapata frame ya kuanzia huku katikati na frame kule mtaani ya kuanzia. Kwa hiyo unaweza kukopa tu ukiona milioni 3. Milioni 3. Unaenda kuchukua mzigo wa spare za pikipiki, wanakupa, unakuja unaweka dukani, alafu ukiuza huo mzigo, hela nyingine kwa unapewa kama miezi 3 ya kurejesha hizo hela. Kwa kuna watu wanakupa unarejesha. Kwa hiyo milioni 3 zitakusaidia kuanzisha biashara. Mimi nitakupa milioni 5. Asante sana. Yani akalia na machozi. Maana yule alimuona akili yake ni ndogo, tayari maneno yamefunga, yamedumasa. Lakini kilichotokea kwa sababu yale maneno yanazuilia huyu hataki kuwa na hela, sema Yule mtu kamwambia kesho nitakupa hela. Kesho akampigia simu. Sasa nilikuwa na wazo langu la kukupa hela liko pale pale, lakini nimekutana na mgonjwa. Yani kwamba wazo lipo lakini hela imepata matumizi. Kwa tunafahamiana na wewe, hela zako hazifahamiani na mimi na hazitaki kuja kwangu. Kwa ile nipate hela zako, naingia kwenye ulimwengu wa roho. Bwana, mimi Tumpe Mwarusamba, naingia kwenye ulimwengu wangu wa roho. Naenda kinyume na maneno yote yaliyoko kwenye ulimwengu wa roho yanayozuilia mimi Tumpe nisipate hela. Naingia kwenye ulimwengu wangu wa roho. Namkamata mtu mkuu aliyoko kwenye ulimwengu wa roho anayenitungia maovu juu yangu. Anatunga maovu juu ya kipato changu. Nakata shingo yake. Nakata miguu yake na mikono yake. Achia baraka yangu. Achia kinachonihusu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Lazima ujue kuna majina, yule ana jina lake kule kwenye ulimwengu wa roho. Ni mzee wa ukoo yule. Ndio. Ni nani? Kwa nashughulikia hapa na ndio lazima naingia kwenye ulimwengu wa roho. Napambana na hilo kundi lililoko ulimwengu wanaonitungia maovu na hila kuzuilia uchumi wangu. Sawa. Naenda kinyume chao. Nakata shingo zao. Nafuta hayo maneno. Bwana, ninakuja na damu ya Yesu. Ile damu yako iliyomwagika msalabani. Msalaba kwa wanaopotea ni upuzi na ujinga. Lakini kwangu mimi Tumpe ni nguvu ya Mungu itendayo kazi. Ninakuja na hiyo nguvu ya msalaba. Ninakuja na hiyo damu iliyomwagika msalabani. Ninapenya kwenye ulimwengu wa roho kwa hiyo damu ya Yesu Kristo. Ninafuta hayo maneno yaliyoko ardhini. Ninafuta hayo maneno yaliyoko angani. Ninafuta hayo maneno yaliyoko mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Yaliyoko kwenye vitu yanayonizuilia, yananiletea ukata.